Kama unanisikia, andika na kusikia prophet. Glory to God, glory to God, glory to God. I believe kila mmoja ni mzima, kila mmoja yuko salama. Praise God, hallelujah. Kama unanisikia, andika na kusikia prophet. We want to make sure kwamba kila kitu kiko sawa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Naona YouTube bado kuna challenge. Okay. Okay, naona wengi wanasema pana kusikia prophet. Sawa sawa. Popote ulipo, funika macho yako, tumkaribishe Bwana, tuombe Mungu. Tujikabidhi nafsi zetu chini ya jina la Mungu. Funika macho yako popote ulipo, maadamu hauendeshi, maadamu hauko sehemu yote hatarishi. Funika macho yako. Funika macho yako. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, tunalita jina lako, tunaita neema yako Bwana iwe pamoja nasi. Bwana Mungu, tunajikabidhi sisi pamoja na nafsi zetu, pamoja na roho zetu na kila kitu kinachohusiana na sisi Bwana, chini ya utawala wa jina lako. Ili Bwana ukatuongoze kwa hekima yako, ukatuongoze na kutulisha maarifa yako, ukatulishe neno lako Bwana ulokusudia kutulisha siku hii ya leo. Bwana Mungu wa majeshi, ukaachilie rehema. Yamkini Bwana tumewaza mabaya, yamkini tumezungumza mabaya, yamkini tumekosana na watu katika mfumo, yamkini Bwana tumefanya mambo ambayo yakupendezi mbele zako. Bwana Mungu, achilia rehema juu ya watu wako, achilia rehema juu ya kila mmoja wetu. Tunapoenda kusikia neno lako, likatubariki, likastawi, likaote mizizi na kustawi sana. Ni kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Okay. Leo tutagusa vitu viwili vitatu, kisha tuta conclude na swala letu lile la mfungo. Lakini leo nataka tujifunze kuhusu jambo moja la msingi mno. Fungua Biblia yako katika kitabu cha Mithali sura ya 4 mstari wa 23. Mithali sura ya 4 mstari wa 23. Proverbs chapter 4 verse 23. Ambaye yuko tayari naomba nyoshe mkono wake tusomee. Mithali sura ya 4 mstari wa 23. Mithali sura ya 4 mstari wa 23. Ndio. Inasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Maandiko yanasema linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Listen, mwanadamu kuna mambo mengi anapaswa kuyalinda. Sawa, maandiko yanasema kwamba kwa habari ya dhambi na kila kitu kingine Mungu anakemea hayo mambo, lakini kitu cha kwanza mwanadamu anapaswa kukilinda ni moyo wako.
ni moyo wako. Hata kama ilitokea ukawa umeanguka kwenye dhambi yoyote ile, kitu muhimu, linda moyo wako. Mahali ambapo Mungu anataka kukaa kwenye maisha ya mwanadamu ni moyoni mwake. Mahali ambapo Mungu anataka neno lake likae kwa wingi ili kitu chochote kiumbike ni kwenye moyo wako. Ukiweza kuulinda moyo wako vizuri, God can use you mightily, na Mungu anaweza akaumba mambo mengi kwenye maisha yako. But if your heart is impure, hautoweza kumuona Mungu kwenye hali yoyote ile kwenye maisha yako wewe. Sijui kama tunaelewana vizuri. Haya maandiko watu wanachukulia kawaida, lakini it is something ambacho Mungu anakithamini sana, moyo. Na Ibilisi naye anataka moyo wako uwe na mapando. Ibilisi anataka moyo wako uwe na huzuni, uwe na machungu, uteseke. Ila Mungu anataka moyo wako uwe na furaha siku zote. That's why anatuhimiza kila siku, furahini, nami nasema furahini. Why? Kwa sababu anajua furaha haitokei nje. Furaha inatokea ndani ya moyo. Amani haianzii nje, amani inaanzia ndani ya moyo. Sijui kama kuna mtu ananisikia vizuri. Sijui kama yuko mtu mmoja ananisikia vizuri hapo. Amani haianzii nje kwa sababu una kila kitu, una fedha. Hapana. Amani inaanzia moyoni. Ukiweza kuipata amani moyoni mwako, una uwezo Ukiweza kuipata amani moyoni mwako, una uwezo wa kuipata amani nje yako. Ukitaka kupata chochote kile kwenye hii dunia, lazima ianzie moyoni mwako. Your desire. Mungu anajibu zile desire za mioyo yetu. Kwa kama desire yako ni uovu, atakujibu na uovu. Lakini kama desire yako ni mema, atakujibu na mema. Naongea na mtu mahali hapa? Yuko mtu mmoja ananisikia? Naomba mtu mmoja afungue Mathayo 5 mstari wa 8. Quickly. Mathayo 5 mstari wa 8. Mathayo sura ya 5 mstari ni wa 8. Quickly, mtu mmoja afungue. Ambaye yuko tayari naomba anyoshe mkono juu. Queen upo? Tusomee Mathayo 5 mstari wa 8. Inasema hivi. Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Heri wenye moyo safi. Kwa kuulinda moyo ni kuhakikisha pia huo moyo ni safi. Sio kuulinda na mapanga na nini hapana. No. You protect your heart within you. Uwe ni safi. Hakikisha moyo wako ni pure. Kwa Kiingereza wametumia neno zuri sana. Heri wenye mioyo safi, wenye pure heart. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Asa jiulize, wangapi hapo wanataka kumuona Bwana kwenye matatizo yao, wanataka kumuona Bwana kwenye maisha yao, wanataka kumuona Bwana kwenye uchumi wao, wanataka kumuona Bwana kwenye familia zao, wanataka kumuona Bwana wengine kwenye ndoa zao, wanataka kumuona Bwana kwenye kila eneo la maisha yao. Wangapi wanataka kumuona Bwana kwenye maisha yao? You can lift up your hand. Ni watu 6 wanataka kumuona Bwana kwenye maisha yao, wengine hawataki. Okay, kumbe ni wengi. Utukufu kwa Bwana Yesu. Sasa password ya kufanya Mungu sasa aonekane, kwa sababu mnajua Mungu uketi mahali pasiri. Mungu amejificha sirini. Mungu sio Mungu anaonekana ovyo ovyo. God is the God who hides himself, ambaye amejificha. Na pia Mungu ni Mungu asionekana kwa macho ya mwili na nyama. But you want to see him?
have a pure heart. Uwe na moyo safi. Na hapa ndipo mtego wa watu wengi ulipo. Hapa ndipo anguko la watu wengi lilipo. Kuna watu huwa wanajifanya, okay, sorry, naona kuna changamoto kwenye YouTube. Let me solve it, alafu tutaendelea. Yes, now tuko sawa, naamini itakaa sawa. Okay. Password ama formula ya kumleta Mungu asionekana aje aonekane ni simple sana. Ni kuwa na moyo safi. Sio unajifanya unaenda kumcorrect mtu, unaenda kumrekebisha mtu, kumbe lengo lako ni kumdhalilisha. Unajifanya unamrekebisha mtu makosa yake, kumbe lengo ni kumdhalilisha. Yaani hivi mimi namwambia tu ajirekebishe. Hapana, kumbe umebeba bitterness ndani yako. Unataka tu mzodoe. Unataka tu onekane kawaida. Yaani ndio upate satisfaction ndani yako. Yaani uone tu kwamba yani amedhalilika, amepitia fedhea, ndio unajisikia raha. Kisa mtu alikukosea na unataka naye apitie matatizo, kwa wakati huo ndio unahisi uko sawa. Unabaki na vinyongo. Huo sio moyo safi. Purify your heart. Purify your heart. Hakikisha unautakasa moyo wako, ndipo Bwana ataanza kuonekana kwenye kazi yako, kwenye biashara yako, kwenye chochote kile. You want to see God, make sure you have a pure heart. Make sure you have a pure heart. You want to see God, make sure you have a pure heart. Hakikisha una moyo safi. Hakuna namna nyingine ya kutembea na Mungu kwa viwango vya juu isipokuwa kuwa na moyo safi. Hakuna namna nyingine ya Mungu kuonekana kwenye maisha yako isipokuwa kuwa na moyo safi. Kuna mtu ataongea kwa kiburi, atasema mbona mimi michongo yangu inaenda? No, haiendi. I'm telling you, upo hatarini. Muda wowote you are losing everything, utakufa kama mpumbavu. Kwa sababu gani? Bila moyo safi Mungu hayupo kwenye maisha yako. Kama hauna moyo safi Mungu hayupo. Unafanya kazi na mapepo. Utajiri wako ni wa kishetani. Hiyo amani yako unayoiona ni ya muda mfupi. Ndo anguko lako. Hicho kitu ambacho unakicelebrate ndo kitaenda kuwa msiba wako. Kama unajua kabisa una moyo wa vinyongo, moyo wa chuki, na haupambani kujitakasa, haupambani kujiepushia na hayo mambo, that means kwamba you are waiting your downfall. Unasubiria anguko lako. Unasubiria anguko lako. Hakikisha you have a pure heart. Hakikisha you have a pure heart. Nataka ni succeed kwenye eneo fulani, prophet. Pure heart. Where is the pure heart? Moyo safi uko wapi? Nilipost juzi hapa habari ya ni clip ya mtumishi Moses Kulola. Anasema mbinguni hautokutana na madhehebu yako, eti sijui wa Pentecoste, sijui TAG, sijui Katoliki, sijui Anglikana na nini. Hautokutana na madhehebu yako. Kigezo cha kwanza is to have a pure heart. Huwezi mpokea Kristo kama hauna pure heart. Kama tayari una chuki za kidhehebu, una chuki za kiimani, wewe umezaliwa kwa Wahindu, kwa hiyo ina maana wewe tayari una uchuki. Ukisikia mtu anaongea kwa habari ya Kristo, unakereketwa ndani yako tayari. Una hasira ya ghafla. That means you don't have a pure heart. Have a pure heart na usikilize kama kinatoka kwa Mungu. Mungu na akushuhudia ndani yako. Kama huyo Mungu wako ndo Mungu wa Kihindu, ndo anakushuhudia, muulize. Ask God. Sema kama Mungu kweli upo, prove yourself to me. Mungu atajitambulisha. Mungu anaonekana kwa wale wanaomtafuta. But if you don't have a pure heart, you are wasting time. Kwenye hii dunia unapoteza muda. God wants us to have pure hearts. Kufanana na Mungu ni kuwa na pure heart. Mungu muda wote he has a pure heart. Kwa mtu anasema Mungu ana moyo. Yes, that's why he can love you. Anawezaje kukupenda if he doesn't have a heart? Licha kwamba ni roho, lakini God loves us. So anataka ule upendo wake uenee mioyoni mwetu, ili mradi aweze kustretch baraka zake kwetu. Mungu anapenda sana akiona tunafurahi. Mungu anapenda sana akiona tunafanikiwa. Lakini shida ni kwamba we are not making it possible for him. We are not making it easy for him. We are not making it work for him.
Unafikiria Mungu anafurahia unapoteseka kila siku, unakimbizana na matatizo na madeni na manini, unakimbizana na magonjwa, husuda na vitu kama hivyo? Unafikiri Mungu anapenda? God doesn't love you. Hataki upitie matatizo kama hayo. Mungu anataka uishi kwa raha na amani. Na Mungu pia hataki uwe maskini, anataka uwe tajiri. Ndio maana alivyomuita Abraham akamwambia nitakuonyesha nchi. Yaani Mungu anaona unapoishi hapatoshi. Anapoishi Abraham anaona kama hapatoshi yani. Licha kwamba ashapewa mali lakini Nimrod, lakini anaona kama hivi vimali vidogo vidogo hapana. Anaona kama influence tayari Abraham ana influence lakini anaona hii influence bado haijatosha, hivi sio viwango vya kiungu. Nataka huyu mtu watu wamheshimu, watu wamnyenyekee kiasi kwamba onekane kama wanamwabudu. I want to lift his life. I want to bless his life. That is what God thinks about me and you. Hicho ndicho kitu ambacho Mungu anafikiria kwa habari ya mimi na wewe. Hicho ndicho kitu ambacho Mungu anakihitaji kwetu mimi na wewe. Nothing else. Hapo ndipo utakatifu ulipo. Utakatifu upo kwanza kwenye kuwa na moyo safi, mengine anafuata. No other way. No other way. Sijui kama naongea na mtu hapa. Naona kama watu wamelala. Lebrahantos katuvra likromataya. Lebarash kotavra libra ante. Moyo safi. Naona melala, hamko active you have to be interactive huko TikTok. Always baraka zako nazo zitaanza kuotambawa. Ama ndo mfungo unawanyongonyesha. Sikiza, uwe na moyo safi. Uwe na moyo safi. Kuna muda mtu anakukosea lakini umemjibu vibaya na vitu kama hivyo, ulimkosea heshima. Ukiwa na moyo safi utakaa utajutia, utaona kikweli nilifanya kosa. Kwa ukipata nafasi unajishusha, unaenda kumwambia bwana, ndugu yangu, naomba unisamehe, nilikudhalilisha, nilizungumza na wewe licha kwamba ulinikosea, ila nilizungumza na wewe kwa namna ambayo haikuwa imefaa. Nilitumia hasira. Naomba unisamehe ndugu yangu. That is what God wants from us. Pale ambapo umemkosea mtu, umemkwaza mtu, umemuumiza mtu, go and ask for forgiveness. Just jishushe, uko unakuwa na moyo safi. That is how to have a pure heart. That is the way to have a pure heart. Naomba kwenu tusomee Joshua 3 mstari wa 5 quickly. Joshua 3 mstari wa 5. Joshua sura ya 3 mstari wa 5. Inasema Joshua akawaambia watu, ndio, jitakaseni, maana kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu kati yenu. Imagine, ili Mungu atende mambo ya ajabu kati yenu, kitu cha kwanza kufanya ni kujitakasa. Unajua consequences za kuto kujitakasa mbele za Bwana? Yaani kuto kujirekebisha, kila siku unaendelea unapita kwenye mambo yale na unataka kujirekebisha. Consequences zake ni hayo majanga unayopata, kwa sababu Mungu, yani Mungu sasa tuwezi kumfanisha chochote, lakini God is very powerful. Imagine watu tu, ili jua tu kijiexpose ovyo ovyo pasipo gear za kutosha, unaweza kazimia. Kama hujatumia mwamvuli na jua ni kali, umesimama kwa muda mrefu, utazimia. Hujavaa kofia na nini, kuna damage utaipata, either kwenye macho, kwenye nini. Ndio maana kuna sunglasses, kuna vitu kama hivyo. Vina damage. Mungu ana nguvu kuliko chochote kile, kwa sababu yeye ndiye ameumba mbingu na kila kitu. Ameumba mpaka hilo jua na nyota zote. Sasa Mungu energy yake ama nguvu yake ikija kwa pia kwenye maisha yako, na wewe umekutwa na makando kando yasiyoeleweka, umekutwa na moyo usio safi, ni kuzalisha magonjwa kama kansa, ni kukausha mifupa yako wewe mwenyewe, ni kujiletea manuksi na mikosi kwenye maisha yako kwa sababu ya kutembea na vinyongo ndani yako. I'm telling you, if God appears to you, if God visits you na wewe una mapando, una madude kama hayo, I am telling you, utakachokipata sio salvation. Utakachokipata ni nini? Distraction, majanga. Sio kama tunaelewana vizuri.
Ndio maana maandiko yanasema msilewe na mvinyo ambao ndani yake una fisadi, bali mjazwe na Roho Mtakatifu. Kaa na Roho Mtakatifu ndani yako. When God visits you, like nguvu ya Mungu inavyokuja, it finds you with the Holy Ghost. It finds you speaking in tongues. Inakukuta una meditate mambo ya Mungu, lakini imagine Mungu anatuma malaika aje, anakukuta unawaza pornographies, unawaza sio vitu ajabu ajabu, unawaza namna gani ya kwenda kumroga mwenzako, unawaza sio ukamfanyia nani vipi, ukamfanyia fit na mtu ukamchongee kwa bosi wake, ukamfanyia kitu gani, ukamdanganya nani. All those evil thoughts zinaenda kuletea magonjwa. Chanzo kikubwa cha magonjwa ni dhambi, wala sio kitu kingine. Chanzo kikuu cha magonjwa ni nini? Ni dhambi, wala sio kitu kingine. Na ninaongea na watu wa ufalme wa Mungu, siongei na watu wa mataifani. So wewe kama unaanza kujikompea na watu wa mataifani ambao haijulikani kesho yao ikoje, utapata tabu sana. Ila Mungu anataka tu na mioyo safi, kwa sababu kesho kuna jambo anaenda kulifanya, leo kuna jambo anaenda kulifanya. Ila kabla hajafanya hilo, ninakuonya tu uwe umejitakasa. Mungu anaweza kukufanya ukawa maarufu vibaya mno. Chukulia kwa mfano huu hapa. Nisitumie jina la msanii wa Tanzania. Tuchukulie msanii wa Kenya huko. Msanii yoyote unayemjua, iwe ni secular, gospel artist, sana let's say tutumie tu mfano wa secular. Msanii gani mnayemfahamu wa Kenya ambaye ni very very popular? Msanii wa Kenya ambaye anajulikana kwamba ni very popular. Na hisi kwa namna hii utanielewa vizuri. Huyu anasema Nyashinski. Bien na hisi ana influence zaidi. Nyashinski ni msanii mzuri, ana influence, but Bien I believe is more popular. Okay. Mfano huyo Bien, kama alivyofanya wimbo na huyo msanii nani alifanya wimbo juzi hapa na msanii wetu hapa wa Tanzania anaitwa nani, kama alivyofanya wimbo na huyu Alikiba, alifanya wimbo na Alikiba. Imagine akafanya wimbo na mtu tu yoyote, msanii ambaye ni underground, hana pesa, hana chochote, hana usafiri, hana makazi, hana maisha bora, hana kipato kinachoeleweka, akafanya naye wimbo na wimbo kaenda viral kiasi hicho. Alafu wakati tayari jamaa amekuwa maarufu, maisha yake yashabadilika, anatembea na magari, yani amekuwa maarufu ndani ya muda mfupi, before his time. Jamaa hana gari hata moja, kwa hiyo anategemea magari labda ya Bien. Hana timu yoyote ya promotion, anategemea timu ya Bien. Hana chochote kile isipokuwa anamtegemea Bien. Alafu Bien amwache ghafla. Huyo ni msanii underground, Bien amwache ghafla. Alafu kuna msanii mwingine underground ambaye hajatoka, hajafahamika, bado anajitafuta, anapambana taratibu, kujiongeza kipato, kujiongeza pia umaarufu, apate umaarufu. Hivi nafikiri katika wasanii wa underground wawili, yupi yupo katika better position? Unahisi yule ambaye ametambulishwa na Bien tayari, ama huyu ambaye bado hajajulikana? Quickly. Naomba mtu mmoja mwenye akili anijibu. Queen wasaidie. Huyu ambaye hajajulikana yuko kwenye position nzuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu yani yeye ana uwezo wa kusimama mwenyewe. Yani bado ana nafasi kuliko yule ambaye ameshasimama, ametegemea mtu. Kwa hiyo kutoka kwake atakuwa anapambana kuliko yule ameinuliwa na mtu. Kwa hiyo yule mtu anaweza kama, yani huyu huko akiamua kupanda daladala anapanda, akiamua kupanda treni ya Pugu ya Gongo la Mboto ile anapanda, akiamua kupanda kibajaji anapanda, akiamua kupanda bodaboda anapanda, wala hawazi chochote. Lakini yule aliyetambulishwa na aibu, kwa sababu ameshaonyeshwa, ameshapewa picture fulani kwamba anaonekana ni superstar, anaonekana ni mtu anayefahamika, anaonekana tayari ni mtu wa maana. Kwa watu wanakuwa na expectations, huyu mtu kashafanikiwa. Kumbe wapi, nyimbo anaziona lakini hamna chochote. Na licha ya hiyo, praise God, hallelujah. I see a problem with YouTube. 3 Mithali sura 4 mstari wa 23 tulisoma. Na pia tukasoma Mathayo 5 mstari wa 8. Naomba Queen utusomee Wafilipi. Naomba Queen utusomee Wafilipi sura ya 4
mstari wa 6 mpaka wa 7. How to have a pure heart, namna ya kupata moyo safi. Nitasoma. Msijisumbue kwa neno lolote. Ndio. Bali katika kila neno kwa kusali na kuomba. Bali katika kila neno kwa kusali na kuomba. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba. So kuna mtu ambaye hana kinyongo, hana chuki yoyote na mtu. Kuna mtu ambaye hana matatizo yoyote na mtu, lakini changamoto yake kisa anasumbuliwa na jambo fulani, anasumbuliwa eti sio na madeni, anasumbuliwa na ada. Kwa hiyo anakosa amani, anakosa utulivu kwa sababu ya hiyo ada. Anakosa utulivu kwa sababu ya kitu fulani. Biblia inasema usijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kila neno kwa kusali na kuomba. So usitaabishe moyo wako kwa vitu ambavyo una uwezo. Umeshajaribu, umeshajitahidi, umeshindwa. Usijifedheshe. Biblia inasemaje? Takasa moyo wako. Joshua alikuwa anawaambia tujitakase, kwa maana Bwana anaenda kufanya mambo makubwa. Bwana anaenda kufanya mambo ya ajabu. Soma ile andiko la Joshua ambalo tumetoka kulisoma sasa hivi. Quickly. Joshua 3. Ilikuwa ni Joshua 3:5. Inasema Joshua akawaambia watu, jitakaseni. Maana kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu kati yenu. Maana kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu kati yenu. Jitakaseni. Maana kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu kati yenu. Praise God, hallelujah. Naomba tusomee Yohana sura ya 14 mstari wa 27. Quickly, nahitaji usome haraka haraka tu na mbio. Kuna maandiko mengi ya kuyasoma. Mstari ngapi prophet? Yohana 14 mstari wa 27. Okay, nasema amani nawachieni, amani yangu nawapa. Niwapavyo mimi sio kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu wala msiwe waoga. Rudia tena. Amani yangu nawachieni, amani yangu nawapa. Niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu wala msiwe na uoga. Okay. So Biblia inatuambia tusifadhaike mioyoni mwetu, lakini wewe unaruhusu mafadhaiko. Yaani sijui nitafanyaje, unaanza kulia na kuomboleza kama umefiwa wakati hujafiwa. Biblia imekataa mafadhaiko. If you want God to appear in your life, kataa mafadhaiko, kataa manunguniko. Usifikirie ukinungunika na Mungu anaonekana. Kuna tofauti kubwa kati ya huzuni na manunguniko. Kuna tofauti kubwa kati ya mafadhaiko na huzuni. There's a big difference. Be careful with your heart. I'm training you namna ambavyo utatembea na Mungu kirahisi, namna ambavyo Mungu atakujibu maombi yako kirahisi, namna ambavyo Mungu atatenda hata kama kuwe na mabaya. Kuna msanii mmoja wa gospel ameimba wimbo mmoja anasema unaimbwa I still got joy in chaos. I got peace that makes no sense. Anasema I still have joy in chaos. I still got joy in chaos. And I have peace that makes no sense. Yani nina amani isiyoelezeka. Amani isiyoeleweka, lakini na pia bado nina faraja, nina furaha licha ya kwamba nipo kwenye chaos. Maisha yangu yanapitia chaos, but still I have joy. I still have joy. I still have peace. Those are the kind of people ambao Mungu anahitaji kuwaonekania. Watu ambao Mungu ataenda kuwagusa maisha yao, si wale wanaolia sana. No. Wale ambao hawajaruhusu kilio kiingie mioyoni mwao. Walilia kidogo wakasema no. Walipolia wakaona huzuni imekuja, wakajua mimi sitaki kulia. Ninachotakiwa kufanya ni jipe moyo katika Bwana, nitafute amani ya moyo. Maana nimeambiwa nilinde moyo. Na huzuni inaingiaga moyoni. Biblia inapokuambia ulinde moyo hata dhidi ya huzuni. Ulinde moyo dhidi ya machafuko. Ulinde moyo dhidi ya chuki na wivu na fitna na husuda na mambo yote. Pia ulinde moyo dhidi ya mambo kama hayo masimanzi yasio na msingi. Protect your heart from everything that is evil, from everything that is negative, from everything that is bad. Protect your heart. Guard your heart.
Kwa hiyo anasema msifadhaike mioyoni mwenu, amani ni wapayo ninyi, sio kama ya duniani. Kwa kunayo amani yako ambayo inaweza kupatikana licha ya kwamba umefiwa. Kunayo amani utakao kuweza kuipata licha ya kwamba unadaiwa. Unaweza ukawa na amani licha ya kwamba kila kitu kinaonekana kimeenda vibaya. Na Biblia inatuambia vizuri kwenye kila jambo kuhusu hayo mambo. Wewe maisha yako kwenda sawa, sasa ghafla kitu kimeenda kushoto, unaanza kupaniki. Yani sielewi, nilikuwa na ofisi 5, sasa hivi nimebaki na 2 tu. Nilikuwa na magari 6, sasa hivi nimebaki 3 tu, nafilisika na kila kitu. Hapana, chunga mdomo wako. Nani kakwambia unafilisika? Mungu hajakwambia unafilisika. Wewe haya magari yamepotea, sawa, mshukuru Mungu. Linda moyo wako. Maandiko yanasema katika Mhubiri sura ya 3 kuanzia mstari wa this is like mstari wa 6, kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 6 tuseme. Mhubiri sura ya 3 mstari mmoja hapo kati ya wa kwanza mpaka wa 6. Maandiko yanasema kwa kila jambo kuna majira yake, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kuweka na wakati wa kutupa. Kuna majira ya kufurahi na majira ya kuhuzunika. Kuna majira unapata faida sana na kuna majira ya hasara. Ila katika yote ukumbuke kwamba Mungu ndiyo Bwana, bado Mungu ni Bwana. Linda moyo wako, usichukulie poa, usiishi ili mradi. Mungu ni mwema. God is everything in your life. Do not worry. Do not worry about anything. Mungu yuko na wewe. Amesema nami niko pamoja nao hadi ukamilishwa wa dahari. Why do you fear? Why do you stress? Why do you struggle? So chanzo kikubwa cha watu kufadhaika mioyoni mwao na kukaribisha magonjwa, kukaribisha chuki, kukaribisha hata mapepo mioyoni mwao ni hivi vitu. Kuna watu ambao sio wazinzi kabisa, tunawajua, yani hawana tabia elements zote za tamaa, lakini kinachoangusha ndio hicho. Haya, naomba tusomee Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 19. Quickly. Yohana mstari wa 2, Yohana wa kwanza mstari wa 2. Sura ya 2. Mlango wa 2 mstari wa 19. Walitoka kwetu lakini hawakuwa wa kwetu. Maana kama wangalikuwa wa kwetu, wangalikaa pamoja nasi. Lakini walitoka ili wafunuliwe kwamba si wote walio wa kwetu. So kuna hichi kitu kinatokea watu wengi kwenye mahusiano, either ni ya ndoa, ya uchumba, ya namna yoyote ile mahusiano. Mtu amedisappear kwenye maisha yako. Ulimwamini, ulitegemea huyu tutamaliza wote mwendo. Lakini ghafla tu amebadilika, amekuwa vipi na nini. Maandiko yanasema wazi, mtu akiondoka kwenye maisha yako hakuwa wa kwako. Kama sio uzembe wako, lakini lazima ujichunguze, ni wewe umemfukuza kwa sababu ya tabia zako, matusi, jeuri zako na nini? Sio eti unasema unakosea watu, unawakwaza marafiki zako kila siku, alafu unaanza kutumia maandiko eti kwamba walitoka kwetu lakini hawakuwa wa kwetu. Maana kama wangalikuwa wa kwetu, wangalikaa nasi. No, usifukuze watu makusudi kwenye maisha yako alafu useme eti usiingizie hapa maandiko. Hapana. Kama hujamfanyia mtu ubaya na bado yeye ameamua kuondoka kwenye maisha yako, umesha plan vitu vingi na yeye. Either umeingia naye kabisa kwenye agano la ndoa, lakini ndo basi ameamua kuacha solemba. Umeingia kwenye mahusiano, wengine mmekuwa mpaka na watoto pengine kadhaa, iwe ni 1, 2, 3, 4, vyovyote vile. Alafu ghafla huyo mtu ameamua kuondoka, wakati huko haitegemea kwamba utaingia kwenye ndoa mara mbili, utaingia kwenye misukosuko. Iwe ni mwanaume au ni mwanamke. Ulipanga maisha na mwanamke fulani, ukapanga, ukawekeza, ukafanya kila kitu. Lakini imefika wakati amekugeuka. Usiruhusu moyo wako kuanza mabaya, kuanza kumtamkia laana, kuanza kumuinda eti kwenda kumfanyia tukio, usikufanya kitu gani? Kumharibia. Don't think about those negative stuff. Maandiko yanasema wazi kwamba walitoka kwetu kwa sababu hawakuwa wa kwetu. Kama wangekuwa wa kwetu, wangalikaa nasi. Kama walikuwa wa kwetu. Lakini walitoka ili mradi ijulikane kwamba huyu hakuwa wa kwako. Mungu jua na kuepusha na nini dhidi ya huyo mtu unayemngangania. You never know Mungu anakuepusha na jambo gani.
Haujui Mungu anakuepusha na kitu gani. Praise God, hallelujah. Ninapenda mtu mmoja nielewe. Nitafurahi nikiona mtu mmoja ananielewa. Kila tunachosumbuka nacho Mungu amesha kisolve. We are not supposed. Sisi ni wana wa nuruni. Amesema ya kale yamekwisha kupita. Tuenende kama wana wa nuruni. Tusienende kama watu ambao wanabahatisha. Maisha yetu sio kubahatisha. Maisha yetu sio ya kubeti jamani. Nishawaambia, we are in our lives, we are not betting in our lives. We are Christians, we are new creatures. Sisi maisha yetu ni ya uhakika sana. Sana. Mitume wanasema for we have a more sure word of prophecy. Tunalo neno la uhakika zaidi la unabii. Sijui kama kuna mtu ananielewa hapa. Naomba ufungue Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 19. Quickly, Queen. Mbio. Petro wa pili 1:19. Inasema nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi. Ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema. Maana kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Imeandikwa mpaka kutakapopambazuka. Mpaka kutakapopambazuka. Na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Kwa kumbe pengine sometimes uko giza. Ndio maana anasema hapa kwamba we have also a more sure word of prophecy. Tunalo neno ambalo lina uhakika zaidi, neno la unabii lenye uhakika zaidi, ambapo kama tukiliangalia kama taa inayong'aa mahali penye giza. Imagine upo gizani, lakini imagine wewe uangalie kama vile kunaangalia taa. Uangalie ule unabii kana kwamba unaangalia taa. Sio kama kuna mtu anaelewa. Uangalie ule uhakika, ile ahadi ya Mungu kana kwamba unaiangalia taa inayong'aa kwenye giza. Biblia inasema unafanya vyema ukifanya hivyo mpaka kutakapopambazuka. So until you see changes in your life, continue to believe the word of God. Continue to believe that God anakuwazia mema. Continue to believe that Mungu anafanya muujiza. Endelea kuamini kwamba Mungu anafanya mambo kwenye maisha yako. Mungu anatenda jambo kwenye maisha yako. Yale uliyoomba anayafanyia kazi. Yale uliyoomba anayajibu. Endelea kuamini kwamba jina lake sio dogo. Jina lake sio kwamba jina ambalo halina nguvu, no. Ni jina lenye nguvu kuliko majina yote, kuliko hayo Adonai, kuliko hayo El Shaddai, Elohim na neno. Jina lake hili, jina la Bwana Yesu Kristo, ndio jina lenye nguvu kuliko chochote kile. And it is working miracles. It is working wonders for you. Wakati umekaa kimya linaangamiza adui zako. Sijui kama ninaongea na mtu mahali hapa. Sijui kama kuna mtu ananisikia. Amini kile ambacho Mungu amesema. Hold dearly, kiweke moyoni mwako. You will see your life changing. Hasa wakati una matatizo, sio wakati wa kupiga sana simu nyingi kwa prophet. Sio muda wa kupiga kila pastor Raymond. Kama umekuwa umekomaa kiroho, ni muda. Usisi ukitutafuta tutafute kwa ushuhuda. We have no problem kushuhudia kwamba Mungu alinitendea 1 2 3, ilikuwa hivi na hivi, Mungu akanitumia kufanya 1 2 3. Sisi we are not afraid of it. Yaani tunafurahia hayo. Hatuogopi pale Mungu anapokutumia kufanya miujiza. Na shuhuda nyingi za madhabahu ya Salvation of God ni zile ambazo Mungu amewatumia watu wenyewe huko. Sio zile ambazo Mungu amenitumia mimi kuaguza. No, mimi kazi yangu ndio niliwafundisha tu kuhusu kuamini. Kazi yao ilikuwa ni kwenda kufanya lile neno liwe practical, liwe practice, yani walifanye kwa uhalisia. Hiyo ndio ilikuwa kazi yao hao. Na matokeo yake yakaja na miujiza mingi sana. Shuhuda nyingi sana. Watu walipona matatizo makubwa sana. Why? I trained them how to believe God. Mimi nawaambia siri ipo katika moyo wako. Hata mtu aliyefungwa jela sasa hivi, kama moyo wake hautoweka ile jela ndio, yani kama hatoweka ile jela moyoni mwake, I'm telling you anatoka. Kama hatokubali moyo wake uwe jela, anatoka. Haijalishi alifanya kosa au hakufanya. Anatoka kwenye hiyo jela. Anatoka kwenye hicho kifungo. Anatoka kwenye huo mtego wa adui. Anatoka kwenye mitego yote ya shetani. Anatoka kwenye kila aina ya baya. Sijui kama naongea na mtu hapa.
Yuko mtu mmoja ananielewa hapa. Kama unanielewa sema na kuelewa kabisa prophet. Kama unanielewa sema na kuelewa kabisa prophet. Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. Kwa hiyo maumivu ya mahusiano yasikufanye ukaanza kunungunika, ukamkosa Mungu, ukamkosea Mungu. Jilinde. Watu hubadilika. Ni kweli mliekeana agano la ndoa, lakini siku hizi ndio hivyo. Watu wanaamua tu ghafla, ameamka asubuhi papa. Watu wanajiamulia mambo haraka tu, wanaamua papa. Mliwakalisha wazee wa ukoo, mkakalisha nani, anakuacha mchana kweupe na una cha kufanya. Pengine ulidhani huyo pastor ndo atakuwa at least mtulivu, unaanza kuwa bita. Hapana, Biblia ishasema Mungu ameondoa, kwa sababu huyo pastor, huyo apostle ambaye umeolewa naye na anakusumbua na kujanyasa, anaamua kukuacha. Usianze kumlaumu Mungu. Mshukuru Mungu amemuondoa, amefunua kwamba huyo hakuwa kwako. Kuna vitu Mungu ameviona, ameona tu huyo acha aende. Ila wewe unaanza kumfundisha Mungu kazi, unataka kumweka huyo mtu karibu zaidi. Unataka kumfundisha Mungu kazi. Unataka mimi yani inabidi mlete. Zinakuwa nyingi sana. Mwisho wa siku unajikuta umeshafika kwa waganga. Kwa sababu ya mambo kama hayo. Ishi kwa kumwamini Mungu. Ishi kwa kumwamini Mungu na kumtegemea Mungu. Unafahamu story ya Uria na mke wake ambaye ni Bathsheba. Daudi amefanya alichokifanya, kamchukua mkewe na akamuua jamaa. Je, maisha yao hayakuendelea kina Bathsheba, maisha yao hayakuendelea? Wewe hujauawa, bado upo hai. Bado unaendelea kunungunika. Usinungunike maadamu bado upo hai, endelea na Bwana wako Yesu. Hao watu waliokunyanyasa achana nao. Mtu aliuawa na bado yule mwanamke ambaye alitakiwa ndio apate mabaya, ila cha ajabu ndo huyo kazaa mfalme, kamzaa mtu tajiri kuliko wote. Ndo kwanza anapeperuka na shine. Kwa huyo binti aliyekupiga mat break, huyo unayemtamkia laana kila siku, unayemrugudikia kila siku, I'm telling you utashangaa. Huyo hapo kaolewa na waziri, kaolewa sio na nani, kafanikiwa, amekuwa sio na kiwanda gani, amekuwa sio bilionea. Utateseka mno, utapata tabu sana. Huyo mwanaume alikuacha, ukiendelea kuwa na bitterness naye, utashangaa muda anapofanikiwa. Utashangaa sana, itakuumiza mno. Itakuumiza mno. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Tunasikizana hapa? Tunasikizana vizuri? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Usiumie kwa sababu ya hayo mambo. Kuna watu sasa hivi hapa huko waitegemea kwenye maisha yako kama utaingia kwenye divorce. Wewe ungejua unaingia kwenye divorce, unafikiri ungeenda kuweka vows pale mbele? Yaani kama mtu angejua anaingia kwenye divorce, sijui labda wale ambao wanataka ku-extort either mtu pesa zake, sababu kuna wanaume na extort wanawake pesa, kuna wanawake na extort wanaume pesa. Kama ni hivyo sawa, mtu anakuwa anajua kwa nini ameingia. Lakini mimi najua mara nyingi mpaka mtu anaenda madhabahuni pale, anaingia agano mbele za Mungu, na wote najua wanamuogopa Mungu, hawakukusudia hayo mambo yatokee. Lakini unashangaa mwenzako ameamua kuwa jangili. Haogopi laana, amogopi Mungu, haogopi chochote. Akumbuki hata kuhusu agano, hataki kusikia. Na ndio wanadamu alivyo. Akishaamua jambo lake hataki kusikia, hataki kuambilika. Usije ukawa Mkristo asiambilika. Usikubali kuwa Mkristo asiambilika. Ndio maana ukienda kwa watumishi hawezi kukuambia achane na mtu fulani, achane na mtu fulani. Sisi tunakaga kimya, tunakuacha, tunasikiliza. Haya, mwanamke anasemaje? Anasema hivi na hivi. Tunaambia okay, mvumilie, simliingia agano. Vumilia, usimfanyie chochote kibaya, tulia. Muache. Kama anataka kukuacha wewe, muache akuache mwenyewe, usimprovoke. Mwanaume naye akija anasema okay, kweli mke wako ni hatari, ana matatizo
anamwagika hapo, mke wangu hivi, mke wangu vile, mke wangu vile. Anambia sawa, hamna shida, ila sasa kwa sababu ya agano, ili usije ukapata laana, wewe usimprovoke. Kama anataka kuachika, mwache yeye ndo adai talaka, wewe usihusike kabisa na hicho kitu. So baada ya muda, miezi, mwaka, miaka miwili, tukiona mmevaa vitenge vya sare, tunamshukuru Mungu. Tukiona mmekosana, hatujahusika kuvunja hiyo ndoa. Ila mtu akiondoka kwenye maisha yako, ninawambia reality, usifikirie watumishi ni wajinga kwamba hawana akili. Ndoa imeandikwa na heshimiwa na watu wote. Unafikiria watumishi ni wajinga watakuja tu kwambia achana naye, achana naye? No, we are using our minds also. Hatukupewa akili ziwe mgando. Tuwaambie haya, tukumotivate ukadai hiyo talaka kusikiliza makosa yake. Tunashangaa unaanza kutupostia vijembe status. Nani anataka hiyo aibu, hiyo fedhea? Hata kwambia mtu sio sahihi, unakuja kutuambia mtumishi huyu mchumba niambie kama iko sahihi au sio sahihi. Mimi kama nikikusaidia sana nitakwambia tu Mungu anaonyesha 1 2 3 mabaya yake. Lakini siwezi kukwambia eti achana naye ili mradi kesho kutwa kwenye harusi ukatwekea taarabu za vijembe. Na kesho kutwa unatupa kadi ili mradi tuone aibu. Hakupenda tu hivi tulivyo, lakini Mungu ametufanikisha. Sio Mungu amewafanikisha, pengine ndo tumewapa topic, mlikuwa mna topic ya kuongea, ila sasa kuna huyu mtumishi alikushauri uachane naye, huyu mtumishi alikwambia jamaa afai, ndio unaanza kumuona mbaya. Afu baada ya miaka 7 8 huko ndipo sasa matukio yanatokea, aibu inakupata. Lakini sasa hata aibu ikikupata, wale watu ambao walituona sisi kama watumishi wa uongo, walituona kwamba sisi tumekushauri vibaya, hawapo kushuhudia jinsi gani unavyoangamia. So tumepata akili na sisi tunajua, kumbe hao watu ndo jinsi walivyo. Kwa hiyo sisi hatukushauri kuachana na mtu, sino mchumba, sino nani, hapana. Sisi tutascan tu yale mambo ambayo tunaona ni makubwa sana, tutakwambia kuna 1 2 3. Kama unaaminika tutakwambia kuna 1 2 3. Baada hapo kimya. Na naomba kupitia hili somo niwape majibu wale mnaosemaga kwa nini wachungaji hawa baada ya kumwacha Mungu awalinde wanatembea na mabodyguard. Tunatembea na mabodyguard kwa sababu ya waume zenu na wake zenu. Tunafichuaga siri nyingine za ndani. Yaani sio siri ambazo tumeshirikishwa, hapana. Roho Mtakatifu anatufunuliaga vitu ambavyo ni deep sana. Sometimes tunajua mpaka majina ya lodge ambazo mnaendaga. Majina ya lodge ambazo wenza wenu wanaenda. Tunajua wenza wenu ambao wanaficha watoto huko mikoani. Tunafahamu siri nyingi sana tunazoziona rohoni. Unakuta mtu kibahati mbaya mtumishi alitamka, then ndoa ikavunjika ya mtu fulani mwenye hasira, naye hajakubali kusamea, ameweka kinyongo, anaenda kutafuta bastola huko, anataka anamuinda mtumishi kumwangamiza. So ndio maana mnaona na mabodyguard na vitu kama hivyo. Kuna mapepo yametumwa, kuna watu wanajifanyaga mapepo, wanakuja na visu pale, wanategemea kumpige visu mtumishi afe kijinga kama kondoo. Mtumishi ni mchunga kondoo. Ukimtaka kondoo, usishangage. Kuna watu wanasemaga mtumishi anatakiwa alindwe tu na Mungu kiroho. Hapana. Basi inatakiwa tuwahubirie rohoni. Kwa nini tunahubiria tukiwa katika mwili? Tunatumia sauti zetu mpaka zinakauka. Kwa nini mnakuja kanisani mnakalia viti ambavyo ni physical sio rohoni? Kwa nini msikalie viti vya rohoni wakati tunafundisha Mungu ambaye ni roho? You must be smart kufikirie. Mtu anahisi mtumishi ndo easy prayer, anamshambulia, anafanya nini vitu kama hivyo. Haitakiwi kuwa hivyo. Sisi tunafahamu kuishi kwa upendo, sawa? Na haya ni majibu kwa wale ambao wanakuwa na hiyo mentality kwamba naomba Martha ufunge kamera yako kwa ajili ya privacy yako mwenyewe. Okay, mtu anakaa anajiuliza like inakuaje? Anaonaga watumishi kwamba kwa nini wanatembea na mabodyguard? Mimi siwaamini hawa. Siwaamini, iko hivi, iko vile, iko hivi, iko vile. Kuna kauli nyingi sana za kiuni watu wanaziongea ambazo zinavunja sana mioyo ya watumishi. Kuna watumishi tunafahamiana nao hapa, mnajua akipata anakuwa na uchungu kiasi kwamba anaposti. Mimi najua na prophet mmoja Nigeria. Mungu anamtumia vibaya mno, yani hatari sana, yani anaprofesai sana, anahubiri kweli kwa bidii, yani anamikesha karibu kila kukicha. Yuko busy anahubiri neno la Mungu, wala hata hayuko after money. Lakini just imagine, anapostigi mambo ya huzuni muda wote. Anapostigi ni huzuni na yeye, ni maombolezo na yeye. Yani ukiangalia ni kama unasoma kitabu cha maombolezo. Kwa sababu ya mambo anayopitia, maneno anayozungumziwa nao, jinsi wanavyomshambulia. Kaoa kesi, kanunua gari kesi. Wao wanatuombea
sisi tunachangia, tunatoa hela kununua gari. Hivyo ujiulizi, Mungu ameomba kila kitu. Why sasa unatoa Mungu anakuambia utoe sadaka? Kwamba Mungu ni maskini sana, hana uwezo wa kupata hizo fedha? Eti. So, muwe na kiasi na maswali ambayo mnamzungumzia Mungu. Msizungumze maneno mazito sana kwa za Mungu. Ila what I'm telling you ni kwamba ujue mtu anapoondoka kwenye maisha yako, ukubali tu. Kubali. Mwambie Bwana asante. Ninajua unaniwazia mema, ninaamini katika hilo neno. Neno lako linasema kwamba unatuwazia mawazo ya amani na sio mawazo ya uovu. Ninaamini katika hilo. Licha ya kwamba naona napitia usiku, maandiko yanasema maombolezo hudumu kwa kitambo kidogo, hudumu kwa usiku tu. Weeping may endure for a night, but joy, but glory, but happiness will come in the morning, cometh in the morning. Utakuja kwenye mapambazuko. Ninaamini kabisa mapambazuko yangu yanakuja. Ninaamini kabisa siku njema, siku mpya inakuja, isiyokuwa na uchungu, siku ambayo nitashuhudia wema wa Mungu. Ninamsamehe huyo mtu, ninamsamehe na akawe na amani kabisa. Ninamsamehe huko alipo. Lakini Bwana, ninalitizamia neno lako. Wewe unaniwazia mambo ya amani, basi ni uone uwezo wako. Yaani ni sawa unamwambia Mungu, mimi siamini kama unaweza kufanya chochote. No, mwache Mungu aonyeshe uwezo wake. Kwani usimwache Mungu ajitutumue? Kuna muda inabidi umwache Mungu aonyeshe, atende. Yeye anapenda sifa. Mahali ambapo unaonekana unafedheka, mwache akufurahishe, mwache akuinue, mwambie Mungu, sawa nimedhalilika kiasi hichi sasa, ila nataka nione uungu wako. Nataka nione wema wako. Nataka nione unavyoniinua inakuaje. Hii aibu itaondokaje? Sawa wamevujisha video zangu za utupu. Sawa walinipitia fedhea, nilikosea, sawa, ila wakasambaza picha zangu za utupu. Hivyo Bwana ninahitaji sasa nione uweza wako wa kufuta ile aibu na kunifanya nisimame vyema, kufuta ile aibu na kunifanya niheshimike tena, kufuta ile aibu na nionekane tena, waniite mheshimiwa, waniheshimu. I want to see your power because you are able to do. I want to see your capacity. You are the God who answers by fire. Terminate my shame. Ondoa aibu yangu. Kama uliweza kugeuza moto, wewe Mungu ubadiliki, geuza hiyo aibu ikawe furaha. Geuza aibu ikawe heshima kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. You should be speaking like that and God will appear in your life kwa dimension tofauti. Glory to God. Glory to God. Natumai kila mmoja amenielewa. Naomba nyosha mkono wako juu if you are together. Kama umenielewa, andika hapo. Kumliko Google Meeting, unaweza mkalift up your hands. Unaweza kaandika hapo na kuelewa kabisa prophet. Yes. Ili nijue kama tuko pamoja. Na jana nilikuwa na neno kwa habari ya William Mboje. Naomba ufungue mic yako. William Mboje, I want to speak to you. William, I want to speak to you. Naam prophet. Jana ukapitiwa na usingizi but nilikuwa na neno kwa ajili yako because when I was praying, tulikuwa tunaomba kwa habari ya neema, then nikaona picha. Nasikia vizuri? Nakusikia prophet. Picha ya kiongozi kwenye familia yenu. Sawa? Ndio. Nilisikia malaika wa Mungu akisema kwamba Mungu amemwanoint kiongozi kwenye familia yenu. Amina prophet. Nikisema kiongozi na hisi unanielewa eh? Kiongozi kama kiongozi, leader. There is a leader in your family. Amen. Mimi nimefikisha kama ilivyo. Sasa hapo ni wewe kuchambua sasa. That leader might be you. But niliona jinsia ya kiume. So there is a leader in your family. Ndio prophet. If I'm a man of God, these things will come to pass. Of which I know. Namwona kiongozi kwenye nyumba yenu. Sawa. Okay. Kila mmoja popote ulipo, madam amesema kwamba wote mnasema na mnanielewa. Okay, popote ulipo naomba usimame kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Na wale mliofunga, Mungu awabariki sana. Hilo jambo loliomba linaenda kutimia. Kwa ambao mkujoin jana, ninaomba niwakumbushe jambo. Ni muhimu ukaitizama ile video ya jana. Jana hakukuwa na video YouTube, basi acha niwakumbushe. Ninaomba niwaelekeze jambo. Maandiko yaliposema ombeni nanyi mtapewa, hayakuongea in plural.
Biblia inasema ombeni, ask and it shall be given unto you, ni kitu kimoja. Yaliposema pia seek and you shall find, hapo ndo hatuelewi kama ilikuwa ni umoja au wingi. Lakini anaposema kwamba knock and the door shall be opened unto you, or and it shall be opened unto you, anaongelea umoja. Kwa usibebe prayer points nyingi kwenye maombi yako. If you want unataka effectiveness, unataka matokeo, beba prayer point moja, iombe kwa muda mrefu. Omba at least 1 hour. Yesu aliposema kwamba mngeweza kukesha nami hata lisali moja, basi msingeingizwa majaribuni, hakuwa anamaanisha kuomba tu chochote kwa lisali moja mtu ingizwa majaribuni. Hapana, kwa sababu mwanzoni aliwaambia ombeni kwamba msiingizwe majaribuni. Kwa prayer point yao wale wanafunzi ilikuwa ni kutokuingizwa majaribuni. Kwa kuwa wameomba hiyo prayer point yao moja, wangeomba kwa lisali zima, na maana kwa uhakika bila mashaka yoyote wasingeingizwa majaribuni. Lakini failure ya kwao ya kuomba, kwa wameweza kuomba kwa muda mfupi tu na wakawa wamesizia wakalala, hiyo failure imewafanya kwamba wasipate uhakika wa kutoingizwa majaribuni. Na Yesu aliwaambia walau mngeweza msingeingizwa majaribuni, lakini wakashindwa. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba msingeingizwa, maana yake wameshaingizwa majaribuni kwa kushindwa kwao kuomba. So make sure you pray enough. Na nikawaambia kumaliza mapema, labda kama Mungu mwenyewe amekunyamazisha, amekwambia no, nao fanya hivi, fanya hivi, Roho Mtakatifu anakuongelesha katikati ya maombi yako, sawa. Lakini nje na hapo, omba at least lisaa kuendelea. Jue jambo moja, sio prayer point unabeba prayer point kama 17 kwenye risala lako limoja. No, beba prayer point moja at a time, sawa. Natumaini kila mtu ameelewa hilo. Naomba msimame kwa miguu yenu miwili, fungeni macho yenu, let me pray for you. Baba, tazama, wewe ndio unayependezwa na kweli ya moyo. Wanafunzi wako wanao, nimeachilia neno lako kama ulivyonikusudia niachilie kwao. Ninaona adui akiachia mioyo yao, ninaona chuki zikiondoka mioyoni mwao. Bwana ukawatakaze na kuwabariki Bwana. Bwana ukaanze nao upya leo, ukaachilie baraka mpya leo. Yamkini walikuwa ni watu wenye mioyo migumu, yamkini walikuwa ni watu wenye chuki na wivu na fitna, pengine walikuwa ni watu wa mafadhaiko na kunungunika, lakini Bwana, kwa neno lako ninaamini wametakasika. Kwa neno lako ninaamini wamekubali kuanza upya, wamekubali kuoshwa na neno lako. Bwana ukaanze nao leo. Bwana ukawape haja za mioyo yao, maombi yao wote waliofunga Bwana, akafanye mageuzi, akafanye mabadiliko kwenye maisha yao. Bwana usipuuze sala za watakatifu wako, usipuuze sala za watoto wako, usipuuze Bwana sala za watu hawa, maana neno lako linasema wawili wakikubaliana kwa jambo fulani mimi nitawafanikisha. Wakikubaliana kwa jambo fulani, wakikubaliana katika maombi mimi nitawafanikisha. Bwana, hawa ni zaidi ya wawili, wamekubali kufunga kuanzia Jumapili mpaka leo hii, wamekubali kufunga 3 kavu. Bwana Mungu wa majeshi, ukawaonekanie sasa, ukafungue milango yao sasa, ukajibu haja za mioyo yao. Licha ya kwamba wamebeba prayer point moja au mbili, wamebeba prayer point chache sana, ila Bwana ukaende beyond, ukaguse mioyo yao Bwana, ukaguse mioyo yao Bwana, ukaguse mioyo yao Bwana, ukabadilishe hatima zao Bwana, ukabadilishe walisia maisha yao Bwana, ukatende mambo makubwa na ya kushangaza kwenye maisha yao. Ni kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, amen. You are highly blessed. This is somebody called Victoria Daniel. Kwa nataka nimalize, but I think I should talk to you. Naomba fungua mic yako Victoria Daniel. Quickly, let's not waste time. Victoria Daniel. Fungua mic yako kama unanisikia, kama uko sehemu tulivu. Kama upo sehemu unaweza kuongea, fungua mic yako. Mwenye anatumia jina hili la Victoria Daniel. Okay. Naomba ambaye anajiona naye atamwambia niongee naye. Atamwambia nitafute, because there is something I saw. Na ni habari njema, by the way. God is great, God is real. Sawa, ifikapo saa 6 kamili you can take your food. Okay, naona umeamka sasa. Sorry, nilikuwa naandika. Unasema? Samahani, nilikuwa nafanya assignment huko. Kuna sikiliza. Ulikuwa fanya nini? Assignments darasa. Okay. Uko wapi? Kwa sasa hivi niko nyumbani. Wapi nyumbani? Morogoro. Uko Morogoro, okay. Ndio ulikuja pale kanisani? Ndio. Okay. Listen.
huyo mnyama aliyekuwa kwenye familia yenu ambaye alikuwa anasababisha majanga na matatizo yote, naona ambao amemchinja. Hilo ni roho la giza ulokuwa unaomba, naamini ombi lako kubwa lilikuwa ni hilo pekee kwenye hizi siku. I've seen that animal being slaughtered. Sawa? Yes, and I see a new beginning. Naona mwanzo mpya. Naona mafanikio mbele yako. Utakuwa na maisha mazuri sana. I just see a very luxurious life, very joyful life. Naona neema kubwa juu yako na juu ya familia yenu. God will make you prevail. God will make you prevail. Poverty is not your portion. I saw wealth in your life. Sawa. God is doing wonders. Sasa hivi ni Mungu anaendelea kutenda kwenye maisha ya familia yako na ndugu zako. Sawa. Na nimeona ukamilisho wa kila jambo ambalo lina hang around. Sawa. Mungu anakupenda sana. Take a good care of your health. Okay. Sawa. If there is anything, I will speak to you afterwards. Siku nyingine maybe. Nitakutafuta mwenyewe maybe siku nyingine. Barikiwe sana. Asante Prophet. Haya. Sawa, nilikuwa nawaambia ifikapo saa 6 kamili you can take your meal, you can take, yani unaweza kula chakula chako, lakini right now you can take nini wanaita maybe kama ni maji au chai, something soft you can start taking kama preparation, in mradi utumbo wako usilete shida. Sawa? Nao mnaweza kutumia maji, mkatumia chai, in mradi utumbo usilete shida kwa nyinyi ambao mlifunga. Lakini ikifika saa 6 you can take your food. May God Almighty bless you. May God keep you safe from any kind of trouble, from any kind of problems. In Jesus mighty name, amen. Leo mnisamehe sana kwa sababu ya hii mitandao. Mungu atatusaidia, kila kitu kitakaa sawa. Leo imeleta shida sana. Niwie radhi, lakini itawekwa video, itawekwa kama vile live. Na hisi tutaweka recorded na itakuwa njema tu. Kila kitu kitaenda sawa. Barikiwe sana.